I'm extremely proud of the players. And the main theme of the week, the main theme of both legs in the final is overcoming adversity. And this adversity, what we faced in the lead up to the game, in the training sessions, what happened on the pitch in the entire 90 minutes today, and in Berkane, will definitely help the players. The players stood up to the adversity. The players started the game in a fantastic way, going 1-0 up. Could have gone 2-0 up, and then the adversity of the swinging of the match in a certain direction, and we stood tall, we stood strong, even though in the last minutes they kept giving unnecessary free kicks in the direction of Berkane, but we stood strong, we defended well, we were strong. And then again in the second half, the adversity of the unexpected red card, it really looks like the ball was played. Our players stood strong. Our players didn't back down. Our players stood with 10 men and went toe-to-toe with Berkane, standing up the way they did. No matter which way it was swinging, our players stood firm, our players stood strong with 10 men, and then even going for the winning goal. And this is true testament to the players, true testament to what we have built this season. And the adversity kept on coming against us, but we stood strong, we fought right up until the end. Yes, I didn't see the lines of the VAR to say if it was offside or not, but I don't think anyone saw the lines, and okay, we accept everything that has gone against us today. We accept, but we don't forget. And for my players, as a coach, as a leader, and with CAF's motto, integrity, we will remain with integrity as a Simba Sports Club, because that is what we are. We are a team of integrity. We are a team that will fight against adversity. We are a team that will grow through adversity. And how my team stood up today, I'm extremely proud. But like I said, at the end of the day, congratulations to Berkane for lifting the trophy today. And with all the adversity that went against us, we stand strong, and we'll continue to stand strong for the rest of the season that we will face. Mwalimu huyo. Amekuwa good loser. Yani kuna yule unajua anayepoteza alafu maneno yake yale anakuwa yani hataki akubali, lakini amekubali Aisha, amekuwa tunasema good loser. Nafikiri hiyo alisema baada ya mechi. Nafikiri akikaa sasa hivi akiangalia tena clip ya foul aliyocheza Kagoma, inawezekana atakubali yes, ilikuwa second yellow. Aliona kwenye engo ya kweli, kwa sababu ule mpira Kagoma baadaye aliugusa, lakini kabla hajaugusa mpira, mtu yoyote ambaye ataangalia ile clip tayari alishaenda kugusa katika mguu wa kushoto wa mchezaji wa Berkane. Kwa tayari ilikuwa ni foul. Yani ume go through a player kwenda kucheza mpira. Kwa it's a foul. Na ndio maana mwanzo nilikuwa naelezea hapa kabla ya mapumziko ni kwamba kama ile foul Kagoma alikuwa anaicheza wakati Berkane labda wako lango lao, hakuna counter attack yoyote, tafikiri mwamuzi asingempa yellow card. Amempa kutokana na muktadha wa tukio kwamba Berkane walikuwa kwenye counter attack. Kwa hiyo umestop a possible shambulizi la kwenda kutengeneza nafasi. Kwa mara nyingi huwa ni yellow card, na tayari alikuwa na yellow card nyingine. Kwa kwangu mimi ile muamuzi sioni wapi ambapo watu wanamlaumu, unless mtu aje kunyeelimisha tena. Niko tayari kwa sababu bado naendelea kujifunza. Mtu mwingine akinyelimisha akiniambia ile sio yellow card, niko tayari kupata hilo darasa. Lakini kwangu mimi nafikiri katika matukio mengi muamuzi anaweza akasemwa na nimeyaelezea hapa, lakini lile tukio la kumpeleka Kagoma nje nafikiri kwangu mimi ni spot on. Hakuna shida yoyote, that's a red card. Na baada ya pale nafikiri kama alivyosema Fadlu, wachezaji wa Simba mabega ya kushuka chini bado waliendelea kufight uwanjani. Nafikiri hiyo inaelezea pia haiba ya wachezaji wale. Ni rahisi sana kwa muktadha wa mechi ilivyo kwamba mnadaiwa magoli mawili, ndio kwanza mmefunga moja alafu mko pungufu uwanjani. Ni rahisi sana wachezaji ku give up, na watu watasema tunawaelewa, mko pungufu dhidi ya Berkane, wako vizuri nyuma magoli, lakini hawakutaka kuwapa excuse watu kwamba we will fight. Na hata substitution alizozifanya ilikuwa ni kwamba kama mnaweza fungeni, lakini mimi nahitaji goli na mimi nahitaji huko goli. Kwa hiyo nafikiri pia wachezaji wa Simba
wanaweza kutoka. Hakuna mtu anayekukumbuka uliyopoteza. Kwa mfano kama hivyo kila mtu atakumbuka Berkane. Lakini kwa kocha na wachezaji afikia mashabiki watakuwa wanaangalia wachezaji wao walikuwa honest uwanjani. Yaani walikuwa professionals kweli kwamba tunawajibika uwanjani. Kitachotokea mpira tu utakuwa umetokea. Lakini in terms of kuwajibika sikuona abiria uwanjani, sikuona wachezaji ambao ni kama vile ameenda tu kuwakilisha wote tutimie 11. Lakini wachezaji wote hata waliotoka kwenye benchi pia waliingia kwa ajili ya kupambania ile badge ya Simba. Lakini siku zote wanapokutana watu wawili tena mechi ya final lazima mmoja awe bingwa. Yaani pale vyovyote ingevyokuwa mechi ingeendelea hata kesho yake. Yaani bingwa lazima apatikane. Kwa hiyo Berkane akawa bingwa. Nafikiri alitumia faida ya Simba kuwa pungufu na hata substitution alifanya kuingia Sidibe. Yes, ni kweli. Nafikiri Kamara kama angekuwa na dakika zingine 10 zinavyoendelea, unajua kuna muda muamuzi anachokifanya walishawatandika na yellow ya pili. Nyewe huku kuna watu kama 4 wana yellow. Yoyote atakayejipendekeza tunampeleka na mimi nje mwingine. Si ndio maana kocha kama anavyosema Hassan Bondi kwamba kocha akawa mjanja sana wa Berkane. Sipingi anachokisema Hassan kwamba angeweza kutoa Kagoma na nini, lakini kiukweli na naona hata kwenye baadhi ya mitandao baadhi ya watu kauli ambazo wanazungumza juu ya Fadlu kwamba anachelewa kubadilika, tactically mambo yake hayaendi sawa, lakini kiukweli watu wa put some respect for Fadlu Davis. Fadlu ni miongoni mwa makocha ambao wako very flexible. Kocha ambaye muda wote anaweza akakubadilishia plan ya game, kwa maana ule muundo akaubadilisha kabisa kutoka walivyoanza na kuja vingine. Kuna mechi kwenye group stage walibadilika mara 3 Simba. Nafikiri ni mechi ambayo walikuwa ugenini dhidi ya Sfaxien. Simba walitumia miundo mitatu tofauti dhidi ya Sfaxien. Juzi hapa dhidi ya Berkane Morocco walibadilika, walianza na back 4 akaja kwenye back 3. Na unaelewa plan ya nini ya wao kubadilika. Yaani unaona exactly kwamba hichi kitu sio kwamba imekurupuka tu kubadilika, ni kwamba anakifanyia kazi mazoezini. Na hata jana pia baada ile red card si kwamba alikaa vile vile, alireact na uliona mabadiliko ya kiufundi pale. Kwa hiyo ni kocha ambaye yupo flexible, anajua kubadilika, na akibadilika unaona plan na ina work pale. Kwa hiyo ni vitu ndio huwa vinatokea. Haiwezekani wewe kila siku matokeo mazuri yakao upande wako. Tena mimi kwa kusema tu ukweli, sijawahi kuona mechi yoyote ambayo Fadlu Davis amezidiwa tactically kwa dakika 90 zote. Yaani asiwe na majibu kabisa toka hatua ya inchi, sijawahi kuona hiyo mechi. Yaani akazidiwa tactically dakika 90 zote yeye asiwe na majibu, sijawahi kuona hiyo mechi hata siku moja. Kwa hiyo Simba wana kocha wa kujivunia. Yaani asitokee mtu yoyote akawaaminisha kwamba Simba nyinyi hamna kocha, sijui kocha wenu hawezi kubadilika, sijui atakuwa anawadanganya na atakuwa anawaingiza chocho. Yaani Simba wafikirie kuboresha, sijui kufanya kugusa sijui maeneo mengine yote. Lakini wasije wakajichanganya hata siku moja kudoubt juu ya uwezo wa Fadlu Davis. Kwa hiyo wana kocha ambaye amekamilika, wana kocha ambaye yupo flexible, anaweza kufanya kila kitu. Very good coach. Sema kinachotokea, na mimi naelewa Simba ni timu ambayo imeanza ujenzi wake kwenye dirisha kubwa moja tu. Kwa hiyo haya mapungufu ambayo yanaonekana, ana mimi hata nilichokisema hicho kwamba Simba mbele kidogo anaonekana panapelea na nini, unaelewa kutokana na timu ambayo imepata dirisha moja kubwa tu katika ujenzi wao. Mimi ningeshangaa kuiona Simba imekamilika kushinda kuiona ina madhaifu. Yaani kuona kwamba kuna sehemu inapelea, kuna sehemu kuna madhaifu, yani hicho kitu kwangu mimi cha kawaida mno. Kuliko yani ningeizungumzia Simba ikiwa imekamilika 100%, hiyo kwangu mimi ingekuwa ni maajabu kwenye mpira. Kwa hiyo hapa alipofikia ni kuendelea kuboresha taratibu. Sasa hivi tunazungumza, umeona jinsi ambavyo ameingia Mpanzu kwenye dirisha dogo na jinsi ambavyo ameisukuma timu hapa ilipofikia, unaona mchango wake. Kwa hiyo wanahitaji quality ya namna hiyo. Kwenye dirisha jingine kubwa wanategemea kuna wachezaji wengine ambao wataingia pale na watazidi ku develop squad. Na kwa jinsi ya coach ambaye alikuwepo naye, coach ambaye anajua kutengeneza system ambayo inamfit kila mchezaji na performances zinakuwa kubwa. Kwa hiyo Simba ataendelea kuvuna zaidi matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kuendelea kumsaidia zaidi coach wao, kumjengea kikosi kipana ambacho kitakuwa na quality zaidi, lakini sio muda wa kudoubt. Then hii hatua ambayo amewafikisha, hakuna coach wote ambaye amewafikisha Simba kwenye hatua hii kwenye michuano ya CAF kwa miaka hivi karibuni. Tunasikia historia 93. Lakini hapa katikati waliwahi kuwa na kikosi kibora zaidi ya hichi, na hatua ambayo walikuwa nafikia ni robo. Lakini amekuja Fadlu Davis kwenye squad ambayo ndio kwanza inaanza kutengenezwa.
amewafikisha fainali. Imagine wakimpa msimu mwingine zaidi na akiendelea kumboreshia zaidi ile squad. Kwa hiyo Simba afikirie vitu vingine vyote, lakini sio kudoubt juu ya uwezo wale kocha. Na mtu yoyote ambaye atakuwa na washawishi Simba kuaminisha kwamba Fadlu Davis sio kocha, Simba anatakiwa kumwona mtu kama huyo mtu atakayetokea. Anatakiwa muone adui kabisa.